Bwana Yesu asifiwe, wapendwa wa Mungu. Ndugu zangu Waislamu, assalamu alaikum. Najua kipindi changu kinaangaliwa na watu wengi, wanaangalia Waislamu, Wakristo na watu wengi tofauti. Kwa lazima tuzingatie maadili, lakini lengo kubwa ni kufundishana mambo mawili matatu ya kimaisha na kumjua Mungu na baraka zake. Kipindi chetu kilikuwa kupata baraka mbele za Mungu, sehemu ya kwanza ambayo jana tumemaliza, lakini sasa hivi tunakuja baraka sehemu ya pili. Lakini jana nikasema tutazungumza mambo makuu manne, ambapo jambo la kwanza amini, jambo la pili kuwa, jambo la tatu ishi, jambo la nne badilika. Hayo mambo makuu manne ambayo tunatakiwa tuyachambue sana, halafu tuone wapi tunapoteza baraka zetu mbele za Mungu. Lakini mambo makuu manne ya amini, kuwa, ishi, badilika. Tutachambua jambo moja badala jingine. Kama muda utakuwa unatutosheleza, tutayamaliza yote. Kama muda utakuwa hautoshi, tutakuwa tukilichambua moja moja. Tunachambua kwanza amini, tuone imani yako na unaamini nini hapo ulipo. Halafu tutakuja kuwa, yani kuwa. Halafu tutakuja jambo la tatu, ishi. Kwa nini unaishi? Yani kwa nini wewe unaishi? Kuna watu wanaishi tu kwa sababu ya kusubiri waishie. Tunaishi ili tuishie? Hapana. Lakini badilika, jambo la nne. Kama muda utakuwa unatosheleza, tutakuwa tukienda jambo moja badala jingine. Kama muda utakuwa unatosheleza, tutamaliza yote. Kama muda utakuwa hautoshi, tutachambua jambo moja tu jingine. Lakini sasa hivi tunaanza na jambo la kwanza kabisa ambalo linasema amini. Yani linasema amini. Kwa nini amini? Kila mmoja ana imani na kila mmoja anaamini. Kila mmoja ana matumaini yake ndani ya nafsi, na kila mmoja anaamini siku moja atakuwa mtu mkubwa kwenye maisha haya. Siku moja atakuwa na fedha nyingi. Siku moja atakuwa na watoto wengi. Siku moja atakuwa na familia kubwa. Siku moja atakuwa mzee, amezeeka. Siku moja atakuwa hayupo kwenye ulimwengu huu, yani atakuwa amekufa. Kila mmoja anaamini hivyo, na kila mmoja ana imani yake kwenye moyo wake. Lakini je, wewe unaamini nini kwenye maisha ya sasa hivi ambao uko nayo? Kile unachokiamini ndicho kitu cha kwanza cha kukifanyia kazi. Imani yako ni kila kitu kwenye maisha, maana Roho Mtakatifu anaanza kuingia ndani ya moyo wako kuzungumza na wewe kwa imani. Naamini kesho naamka, mimi kesho nitaamka, na nikiamka kesho nitafanya kazi, nitapata pesa. Hiyo mimi naamini. Naamini ipo siku nitakuwa mtu mmoja mkubwa sana. Hiko cha kwanza, naamini hivyo. Sasa tukirudi kwenye sehemu yetu ya kwanza ya amini, nini unakiamini kwenye maisha yako? Hatua yetu ya kwanza, kile ambacho tunakiamini, tunakiendea. Tunaamini kitakuwa. Tunaamini kitakuwa. Tunakiandaaje ile imani yetu? Tunaiandaaje? Naamini mimi nataka kuwa driver mzuri barabarani. Kwa hiyo imani yangu inanituma ipo siku nitakuwa driver. Sasa nafanyaje? Natakiwa sasa nianze hatua za kutafuta udriver. Naanzaje? Lazima kama kuna chuo cha udriver niende nikasome, nitafute watu wenye magari, nijifunze sana udriver, nijue sana sheria za barabarani, kwa maana imani yangu inaniambia ipo siku mimi nitakuwa driver. Ipo siku nitakuwa muigizaji mkubwa duniani. Je, naandaaje saikolojia yangu kulipokea hilo? Lazima nianze kuandaa kile ninachokiamini ipo siku kitakuwa. Imani ni mambo yatarajiwayo, ama imani ni mambo bayana ya mambo ambayo uyatarajiayo. Imani, ukiwa na imani unaweza kuhamisha mlima. Yani imani ni kitu kimoja cha ajabu sana. Yani imani ni kitu kimoja cha ajabu sana. Kuna watu wanaamini kwenye uchawi. Yani wanaamini uchawi. Yani wao wanaamini na ukiwatoa kwenye uchawi wanaamini kabisa mimi nitakufa. Kuna watu wanaamini kwenye mizimu. Wanaamini kwamba mizimu ndio inaofanya sisi tuishi. Unaenda kwenye makaburi nikapige magoti nikaombe, na anaamini kweli na inakuwa. Na kuna watu wanaamini Mungu
nipige magoti nimuombe Mungu usiku na mchana itakuwa. Na kila mmoja na kile anachokiamini. Imani ni baadhi ya mambo yatarajiwayo. Je, imani yako inakupeleka wapi? Je, unaamini nini kwenye maisha yako? Kile unachokiamini ndicho kinachokwenda kuwa. Kwa maana imani ni ndoto iliyo ndani ya moyo wako. Ni ndoto ambayo wewe unatembea naye. Kwa hiyo imani ni jambo moja la hatari sana. Uitengeneze imani yako ambao sasa nataka niwe mchungaji mkubwa sana. Je, nafanyaje? Lazima nikae na wachungaji. Lazima nitafute njia ya vitu ambavyo naweza kufikiria. Kile ambacho tunakiamini. Kwa ufupi tutachambua vizuri sana hii imani. Lakini kuna jambo la pili nitalichambua kwa ufupi, kukua. Kukua. Hapa nazungumzia watu ambao wamekuwa kiroho, wamekuwa kimaisha, wamekuwa kiuchumi, wamekuwa kifedha, wamekuwa kimwili, wamekuwa kiakili. Kuna watu wengi wamekuwa kimwili lakini hawajakuwa kiroho, hawajakuwa kiakili. Ni changamoto nzito ambayo iko hapo. Yaani afadhali usikue kiakili lakini usikue kimwili. Huo umekuwa kiroho na kiakili. Maana kama hujakuwa kiakili na kiroho, we maisha yako ni ya kuchezewa maisha. Kuna watu wanahaso kwenye maisha vibaya mno. Kuna watu wanapambana na biashara, kuna watu wanapambana na kazi, kuna watu wanafanya kazi yani mpaka unamuonea huruma unasema yes, huyu jamaa ni mpambanaji kweli. Mbona hafanikiwi? Huyu jamaa anapambana, anafanya hili, anafanya kazi, akitoka hapa anahangaikia hiki. Yani ana haso lakini mbona hakui? Hatua zake hazikui. Kwa nini huyu mtu hakui? Yuko pale pale. Kwa nini? Huyu mtu anakuwa kimwili lakini hakui kiroho. Ndani ya ulimwengu wa roho bado ni mtoto. Sasa nikupe sababu kuu 3 za kuwa mtoto. Ukiwa mtoto, yani wewe ni bado mtoto. Utaishia maisha ya hela ya kula tu, kula na kulala. Hutakuwa kimaendeleo kwa sababu wewe bado kiulimwengu wa roho umeshikwa kama mtoto. Mtoto hafai kumiliki au kumilikishwa. Wewe umekuwa mwili na akili za kupambana ila hujakuwa kiroho. Kwa maana bado wewe kiroho ni mtoto. Mtoto hafai kumilikishwa. Mtoto hafai kumiliki. Mtoto hawezi kupewa fedha. Yani mtoto hawezi kumkabidhi fedha aishi nazo, hawezi. Kwa maana haaminiki. Mtoto haaminiki popote. Hata kazi unaifanya, unafanya kazi nzuri, watu wanakuona lakini hawakutilii maanani. Wanakuchukulia kama mtoto hivi. Yani wewe bado mtoto. Unapambana, jamaa, mbona mfanya kazi bora sana? Mbona apandishwi mshahara? Mbona ongezewi mshahara? Mbona apandishwi cheo? Wanakuona wewe bado mtoto kwa maana hujakuwa kiroho, bado mtoto. Mtoto hafai kumilikishwa. Mtoto kazi yake kulalamika, mtoto kazi yake kuomba. Hata cha kwako binafsi lazima ukiombe ndio upewe. Unadai madeni kwa watu, hawakupi. Yani mpaka ukaombe. Kwa maana mtoto kazi yake yeye ni kuomba. Lazima uombe ndio ufanyaje? Ndio upewe. Kwa maana wewe bado ni mtoto kiroho. Yani wewe bado ni mtoto. Mtoto kazi yake ni kuomba. Aombe uji, njaa inauma akaombe chakula, anahitaji hela ya shule akaombe hela ya shule. Hata huyu mtoto akafiwa na wazazi wake akamwachia magari, manyumba, kila kitu na mali na utajiri mkubwa, hawezi kumilikishwa. Lazima atatafutwa mtu wa kusimamia zile mali. Halafu huyu mtoto akaombe kwa huyo mtu hata kama zile mali ni zinamuhusu yeye. Hiyo ndio changamoto sana ya kukua kiroho. Kwa maana huwezi kumiliki. Lazima awe mtu anaweza kumiliki alafu wewe upate kupitia mtu mwingine. Hujakuwa kiroho. Lazima ukue kiroho. Lazima ukue
kiroho. Wewe bado mtoto, ndio maana unafanya biashara kubwa, watu wanakopa hawarudishi madeni, unafanya kazi, mshahara wanakupa robo, ukipewa mshahara wa mwezi huu mpaka mwezi ujao. Miezi mitatu inapita, mwezi mmoja unapewa, ukienda kuomba pesa yako unazungushwa utapewa nusu, kwa sababu huwezi kupewa kamili, kwa maana unaonekana wewe bado una roho za utoto. Leo unatakiwa uingie kwenye maombi ya kuvunja roho za utoto. Namba zangu zinapita hapo za simu. Nitakufundisha njia kuu 3 za kuvunja hizo pepo za la utoto ulilobebeshwa. Una pepo la utoto, yani wewe bado mtoto, unaonekana mtoto. Unafanya biashara, watu wanachuja kuchukua tu, mtu anakopa hiki anakopa hiki, ukisipomkopesha harudi tena dukani, haji tena dukani kwako kwa sababu hujamkopesha. Ukimkopesha hakulipi hiyo hela. Unafanya kazi kwa bosi wako, mshahara anakupa mwezi huu, mwezi unaofuata hajakupa mshahara, mwezi unaofuata atakupa mshahara. Ukienda kumdai kwa nguvu anakufukuza, ama ukimdai kwa nguvu atakupa robo, kwa maana una pepo la utoto, kwamba mtoto hapaswi kumiliki mali. Miaka na miaka inaenda, unapambana, unafanya kazi, unafanya biashara, unafungua hiki, lakini kwa nini havifanikiwi? Kwa nini haviendi? Unaomba kazi sehemu, mtu anakusikiliza, akamwambia poa, nitakucheki basi, alafu anapita kushoto, hadili tena na wewe. Kwa nini? Anakuona wewe bado mtoto. Mtoto hawezi kumiliki, yani mtoto hawezi kumiliki, mtoto hawezi kupewa funguo za gari. Sijui inaeleweka, sijui bado hamjanielewa. Lakini mwisho, mtoto hawezi kuaminika. Mtoto haaminiki popote pale. Mtoto ni wa kulindwa. Alindwa kwenye umeme, alindwa kwenye maji, chakula, yani mtoto wa kuangaliwa. Kwa hiyo wewe huaminiki kwenye kazi, kwenye mahusiano, kwenye kila. Mtoto hawezi kuwa na mahusiano na watu, hawezi kuwa na penzi, hawezi kuwa na mume, hawezi kuwa na mke, kwa sababu bado ni mtoto. Utapata mume mzuri leo, haipiti siku 2 mmegombana, sababu ya ugomvi haijulikani, kwa sababu huyu mwanamume anakuona bado, na ukimwambia anakwambia ile demu bado lina akili za kitoto sana. Yule jamaa ana akili za kitoto kweli. Wajiangalia, kweli mimi na akili za kitoto kweli, na umri huu nilokuwa nao niwe na akili za kitoto bila kujijua, kumbe una pepo la utoto. Watu wamekuvalisha, watu wamekuvika pepo la utoto. Huwezi kunyanyuka sehemu uliyokuepo, yani huwezi kutoka sehemu uliyokuepo. Kunahitaji nguvu ya maombi ya kutosha ili wakutoe sehemu, ili watu waone sasa nazungumza na mkubwa mwenzangu. Anahitajika kuwa na fedha, huyu na familia, anahitajika ale, familia yake inatakiwa ile. Lakini watu wanakuchukulia kawaida. Unafanya kazi anakupa mtu 50,000, 20,000. Alafu unajiuliza mbona kazi nimefanya kubwa afu hela nilipwa ni ndogo? Why? Huyu mtu anakuona mtoto. Yaani wewe bado mtoto, huwezi kumiliki fedha. Alafu kuna mwenzao anafanya kitu kidogo tu anapewa fedha za kutosha. Unajiuliza kwa nini mimi? Kwa nini yangu hayaendi? Kwa nini maisha yangu yamekuwa hapa? Kwa sababu wewe bado mtoto. Kwa hiyo leo nitakufundisha hatua kuu 3 za kutoka huo utoto kwenda kwenye utu uzima. Ukubwa sio kukua mwili kama uliokuwa nao, mwili mkubwa lakini watu wanakuona wewe bado mtoto. Kuwa leo, yani leo nitakufundisha mambo muhimu sana ya wewe kukua kutoka kwenye huo utoto uliokuwa nao kwenda kwenye utu uzima. Niishie hapo kutokana na dakika zangu zinakwenda nyingi sana, lakini namba zangu zinapita hapo. Chukua namba zangu, njoo WhatsApp tuzungumze, tujadiliane. Unaondokaje huo utoto?